Habari, karibu tena kwenye mwendelezo wa video zetu ambazo zinatoa maelekezo ya namna ya kutumia mfumo wetu wa ROX ERP, na leo tutajifunza namna ya kurekodi mauzo kwenye mfumo wetu wa ROX ERP, na bila kupoteza muda twende moja kwa moja kwa ajili ya kuanza mafunzo. Menu button yetu inafahamika ni juu upande wa kushoto kuna button tatu kuna mistari mitatu, ambapo ukigusa hii mistari itakuja dashboard ambayo ina module zote, na wewe utachagua sales, na hii ni kwa wote ambao wanafanya mauzo kwenye biashara zao. Kwa hiyo utachagua sales, lakini ukishachagua sales pale kwenye dashboard utakuta kuna button mbili tena nyingine, ambayo moja imeandikwa new sale, nyingine imeandikwa sales history. Kwa hiyo tutaanza na hii ya new sale ili nikuelekeze au niwaelekeze namna kufanya mauzo. Alafu baada ya hapo tutapitia kidogo kwenye sales history ili tuweze kufahamu pia kuna vitu gani ambavyo vinapatikana. Kwa hiyo ukishachagua hapo sales, utaenda kwenye new sale, alafu utakuwa sasa na option ya kutafuta bidhaa kwa kuandika jina la bidhaa, ambapo mimi nitaandika Nokia phone, bidhaa ambayo tayari ipo kwenye inventory, ambapo tukishachagua Nokia yenyewe itakuja itajiweka hapa kwenye screen, kwa utaichagua kama ndo bidhaa ambayo unauza. Na hapa pia kuna cha kujifunza, kwa sababu ukigusa mara moja itakuonesha ni moja, lakini ukiongeza kugusa mara pili ina maana umechagua Nokia lakini mara mbili, kwa ina maana itahesabu kama umechagua simu mbili. Kwa hiyo unaweza ukapunguza ikabaki moja. Alafu chini ya hapo kuna cut 1. Hii ni kama kapu ambalo unabebea bidhaa, kapu la kielektronic. Kwa hiyo hapa itakuonesha bidhaa ambazo umebeba ziko ngapi. Cut ina bidhaa moja, ambapo kama utataka kuongeza bidhaa nyingine utabonyeza alama ya kujumlisha ili uweze kuongeza bidhaa nyingine. Sisi tutaweka tu hiyo bidhaa moja ambayo ni Nokia phone, ambapo hapa tutakuwa na uwezo wa kuingiza taarifa za mteja kama ilivyo ada. Hii inasaidia sana kwa ajili ya kubaki na information ya mteja, ili kesho na kesho kutwa kama kutakuwa na taarifa yote ambayo unahitaji kumpatia mteja, unampatia kupitia mawasiliano yake. Kwa hapa tutaandika jina la mteja, ambapo tutaandika kwa mfano John Robert labda, alafu tutaweka na namba yake ya simu ambayo labda ni 0754 0214 37. Alafu unaweza ukaweka na email yake, lakini ni optional kwa sababu namba ya simu inatosha kabisa kuweza kumtrace mteja. Kwa kama kuna email pia utaweka email yake. Kwa mfano hapa tutaweka mfano wa ROX, hiyo ni email ya kuwekea mfano. Lakini pia wewe ambaye unauza au unafanya mauzo, utachagua haya mauzo unayafanya kwa namna ipi. Maana tunafahamu kwamba kuna mauzo ya reja reja, kuna mauzo ya jumla, kuna mauzo ya kunamuuzia supplier, kuna mauzo ambayo unamuuzia VIP, na kuna mauzo ambayo wewe unauza lakini unauza kwa biashara nyingine. Yaani huyo unamuuzia naye umuuzii kama mteja wa kawaida, unamuuzia kama ni biashara nyingine, yaani mtu mwingine unamuuzia naye ni mfanya biashara. Hii itaweka record sawa ya mauzo utakapochagua. Kwa sisi hapa tunafanya retail ya kawaida, ni reja reja. Mteja amekuja dukani ametaka simu, tunamuuzia, kwa tunachagua retail. Na hapa kuna kingine cha kujaza ambacho pia ni optional, ni sehemu ambapo mteja anatokea, ili kuwa na taarifa yake, na hiyo pia sisi tutaandika Ilala, na tuta save and select.
Baada ya hapo itakuletea notification kwamba mteja tayari amekuwa added, na katika mfumo wako wa taarifa za wateja itakuonesha kwamba kuna mteja ambaye yupo ambao ulishawahi kufanya naye biashara. Kwa hiyo baada ya kuweka hiyo taarifa za mteja tutaendelea. Utachagua tarehe ya ambao umefanya mauzo ambao ni leo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kama kutakuwa na discount, hapa chini utaona sehemu ya kuweka discount. Kwa hiyo kwa mfano kama simu inauzwa 150,000 lakini labda unaweka discount shilingi 20,000, kwa hiyo utaweka hapa. Kama kutakuwa na discount utaacha tu 0. Sisi hatufanyi na discount, kwa hiyo tunaacha tu 0, hatuandiki chochote. Na chini zaidi kuna sehemu ambapo wewe utachagua mteja anafanya malipo kwa namna gani. Inaweza ikawa kwa cash, M-Pesa lipa namba, Mix Bias lipa namba na bank. Kwa sisi tutachagua cash kawaida, na hapa chini pia itatuambia tuchague mteja amelipa kwa asilimia ngapi, amelipa yote, amelipa nusu au amelipa kiasi gani. Kwa hiyo sisi mteja wetu amelipa 100% ya kiasi ambacho anatakiwa kulipa, kwa tutachagua tu hapa 100, alafu tutabonyeza button ya complete sale, yani kukamilisha mauzo. Tukishabonyeza button ya complete sale itakuja receipt ambayo wewe utakuwa na option ya kuipata kama image, ambayo ukibonyeza image itaji-download kwenye device yako moja kwa moja, na utakuwa na uwezo wa either kuibakisha kama kumbukumbu au labda kumtumia mteja aweze kupata receipt ya bidhaa ambayo amenunua. Lakini pia unaweza ukatoa receipt kwa namna ya PDF, ambayo pia ukigusa hapo kwenye PDF itaji-download pia kwenye device yako na utaikuta. Lakini pia utakuwa na uwezo wa kushare kwa namna yoyote ile ambayo utataka, ambapo ukigusa hii share itakuletea option zote ambazo unaweza zifanya kwenye kushare hii receipt. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza done na mauzo yatakuwa yamekamilika, na hii itaenda kurekodiwa moja kwa moja kwenye mfumo wako wa bidhaa ambazo umeshaziuza. Sasa hapa ni kwenye kufanya mauzo, lakini kumbuka mwanzoni wakati tunaanza maelekezo ya namna ya kufanya mauzo nilikwambia kwamba pale juu kuna button mbili, kuna button ya new sale na kuna button ya sales history. Hii inakuwa na historia ya mauzo ambayo umefanya. Kwa hiyo tukigusa sales history, cha kwanza kabisa tutaona total revenue, mapato ya biashara pale unapokuwa unafanya mauzo yataonekana. Lakini pia utaoneshwa mauzo ambayo umefanya kwa siku ya leo. Kwa mfano leo tumefanya mauzo ya shilingi 150,000 ile simu ya Nokia ambayo tumeuza, kwa mauzo yake yamekuwa recorded hapa. Lakini kuna total sales ambazo zimefanywa kwenye mfumo zinaonekana ziko 4, na sale ya siku ya leo ni 1. Kwa hiyo utaoneshwa kiasi cha pesa ambacho umefanya cha mauzo, lakini utaonesha mauzo mangapi umefanya kwenye hii dashboard ya sales history. Chini ya hapo kuna option ya kusearch bidhaa ambayo umeuza, ambayo unaweza ukaisearch kwa namna tofauti. Unaweza ukaisearch kwa kama ni transaction ambayo ulifanya kwa kuikamilisha kabisa, ni kwamba ulifanya mauzo mpaka mwisho, na kuna mauzo ambayo pengine yalicancel, na ukiandika transaction ambayo imefanyika na ilikuwaje, yani utaletewa huo muamala moja kwa moja na utauangalia kwa namna ambavyo unataka. Lakini chini kabisa ndio kuna history sasa ya mauzo, ambapo ukiangalia hapo kwa makini utaona mauzo ambayo tumeyafanya ya shilingi 150,000 ya simu ambayo ni Nokia, na mauzo mengine ambayo yamefanywa nyuma. Kwa hiyo utakuta hapo historia yote ya mauzo ambayo yamefanyika.
Kwa hivyo ndo ambavyo unafanya sell au unarekodi sell kwenye mfumo wetu wa Rox ERP. Kama kawaida, kama kuna swali au kuna kitu ambacho unahisi haujakipata au hujakisikia kutoka kwenye maelekezo haya, basi unaweza ukaweka comment chini ya video hii, tutakurudia kwa majibu zaidi. Karibu sana, nashukuru sana.